Bila shaka wewe ni mmoja wa watu ambao wanasumbuliwa na kuku wanaokula mayai, au uliwahi kukutana na tatizo la kuku wako kula mayai. Vipi, ulitatuaje? Au bado wanaendelea kukusumbua? Leo nitazungumzia swala hilo. Stay tuned, usiondoke. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinazopelekea kuku kula mayai. Kuku kula mayai kumekuwa ni sababu inayosababishwa na mambo mengi sana, yakiwemo tabia ya kurithi kutoka kwa vizazi vya nyuma. Kuna baadhi ya kuku ambao uzao wao huwa wana tabia ya kula mayai. Kwa mfano kama binadamu, kuna watu wengine unakuta wana tabia zile za kurithi. Hata kuku hivyo hivyo pia wamekuwa na tabia za vinasaba ambao vinahama kutoka katika kizazi kimoja kwenda katika kizazi kingine, kinakuwa kina tabia ya kula mayai. Kama ilivyo kwa kuchi alivyo na tabia ya ukorofi na kupenda kupigana, ndivyo hivyo tabia ya kula mayai inaweza ikarithishwa kwa kuku mwingine, kama ilivyoweza kurithishwa kama tabia ya ukorofi kwa kuchi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu nyingine inaweza kawa inasababishwa na kukosekana au kuwa na viota vichache sehemu za kutagia. Bila shaka unachotakiwa kufahamu ni kwa uwiano wa viota kwa kuku ni kuku wa 4 mpaka 5 kwa kiota kimoja. Hivyo viota vikiwa viko vichache vitapelekea kuku kugombania sehemu ya kutaga. Wakati mwingine wakigombania sehemu ya kutaga itawapelekea waweze kuvunja yai. Mayai yakivunjika, hiyo itapelekea kuku aweze kulila. Yai likivunjika, kuku hawezi kuliacha, atalila. Kwa hiyo hakikisha kuna uwiano wa viota pamoja na idadi ya kuku wako. Chukua idadi ya kuku wako, gawanya kwa 4, utapata kwamba wanahitaji viota vingapi. Sababu nyingine ni msongamano wa kuku. Kuku wanatakiwa wasibanane katika banda. Kwa mfano, uwiano wa kuku katika banda huwa ni square foot 1 kwa kuku mmoja, au square mita 1 kwa kuku watatu. Kwa hiyo kuku wakizidi au wakibanana katika banda hupelekea kuwa na vurugu, wakati mwingine wanakuwa na stress. Vitu kama hivyo vitawapelekea waanze tabia ya kula mayai. Kwa mfano, ikitokea yai limetagwa kiholela tu, wale kuku katika vurugu zao watajikuta wanakula hilo yai. Kwa hiyo mara nyingine pia jitahidi kuwa na uwiano mzuri kabisa kati ya kuku pamoja na eneo au chumba ulichowaweka. Sababu nyingine ni kuku kuwa na sehemu moja tu kwa kulala na kwa kutaga. Ndugu mpenzi mtazamaji, ni vyema sana wakati mwingine ukaweka vichanja katika banda la kuku. Hii itawasaidia kutokulala sehemu ambazo wanazotagia, kwa sababu kuku wakilala sehemu ambazo wanazotagia huwa wanakuwa wanazikosea heshima, wanakuwa hawazipendi, kwa sababu mara nyingi utakuta wanajisaidia katika mazingira hayo. Wakati mwingine pia watajikuta wanaizoea sana hilo eneo. Inatakiwa ufahamu kwamba sehemu za kuku kutagia ni sehemu ambayo inatakiwa iwe imejificha. Kwa hiyo kuku anatakiwa kuingia tu kutaga kisha kutoka, asizoee sehemu hiyo. Kwa hiyo sehemu ambapo kuku wakiwa wanalala hapo na wanataga hapo, hiyo itawapelekea wakati mwingine wawe na vurugu kiasi kwamba watavunja mayai. Wakivunja mayai, hiyo inapelekea kuku kutengeneza tabia za kula mayai.
Hivyo basi viota viwekwe sehemu ya faragha na yenye kiza kidogo, ili kuku wasiweze kuzoea hiyo sehemu ya kutagia na wasiweze kuwa wanaingia ovyo, maana yake aingie kutaga tu na kuondoka. Sababu nyingine ni chakula chenye ukosefu au upungufu wa protini na madini mengine kama chokaa. Ifahamike kwamba kuku ili aweze kutaga anahitaji chakula kilichokuwa na uwiano sahihi. Kwa mfano, protini inatakiwa iwe sahihi, madini ya chokaa yanatakiwa yawe sahihi, pamoja na virutubisho vingine katika chakula chake viwe sahihi na kwa uwiano ulio sawa. Kuku akipungukiwa madini, kwa mfano kama ya chokaa, atajikuta anatamani kupata hayo madini ya chokaa kutoka sehemu zingine. Ikumbuke kwamba lile gamba la juu la yai la kuku, yale ni madini ya calcium, ambapo kuku sasa anapokuwa amekosa hayo madini ya calcium atajikuta analazimika kuyatafuta kwa sababu ana upungufu. Kwa hiyo atayapata wapi? Atagonga lile yai, atakula lile gamba, na kila lile gamba hatokula gamba peke yake, atakunywa mpaka na mchuzi ambao ni protini. Kwa hiyo protini inatakiwa iwe kwa kiwango sahihi katika kuku wako, pamoja na madini ya calcium yaweze kuwa katika kiwango sahihi katika chakula cha kuku wako, ili kumepusha kuku wako na tabia ya kuweza kula mayai. Sababu nyingine inaweza kawa ni kubadilika kwa hali ya hewa kwenye banda. Kwa mfano, kunaweza kuwa kuna joto kali, hilo litampelekea kuku kuwa na stress, na kuku akiwa na stress mara nyingi sana wana tabia ya kugonga vitu. Kwa hiyo si kugonga tu, wakati mwingine akiwa na stress huwa anakuwa mkorofi. Mara nyingi unakuta kuna kuku wanapigana sana, kwa katika namna kupigana zakajikuta wanavunja mayai. Wakati mwingine akigonga vitu anaweza kujikuta na gonga mayai, anakula mayai, kwa ni vurugu tupu. Kwa jitahidi kusiwepo kuna hali ya unyevunyevu au hali ya joto ambalo litamsababisha kuku kuwa na stress. Bila shaka kwa kuelezea sababu hizo 6, naamini kuna kitu umejifunza kutoka katika sababu ambazo zinazopelekea kuku kula mayai. Bila shaka umeweza kuona ni sababu gani zinazopelekea kuku kula mayai. Sasa hebu tuangalie nini kifanyike. Tunaweza tukafanyeje ili kuweza kuzuia tabia hii, au tunaweza tukafanyeje ili kuweza kuwakinga kuku na tabia ya kuweza kula mayai? Kitu cha kwanza kabisa, waondoe kuku wenye kuonesha mwelekeo wa ulaji wa mayai, ambao ukiwaona tu kabisa kwamba hawa kuku wana tabia ya kula mayai. Kwa sababu gani unaweza kuwaondoa? Wakati mwingine kuku huwa wana tabia ya kurithishana tabia ya kula mayai. Kwa hiyo ukimkuta kuku ameanza tabia ya kula mayai, muondoe haraka sana ili asije akaambukiza kuku wengine tabia ya kula mayai. Kitu kingine, weka viota vya kutosha, angalau viwe nusu ya idadi ya kuku wanaotaga. Hiyo itakusaidia kuwaondoa kuku na tabia ya kula mayai. Jambo jingine, weka au fuga idadi ya kuku kulingana na nafasi au eneo ulilopo. Usilee kuku wengi sana ambao hawawezi kutosha katika eneo ambalo unawafugia. Kama unataka kulea kuku wengi, basi ongeza mabanda. Hiyo itakusaidia kupunguza tatizo la kuku kula mayai. Jambo jingine, hebu jaribu kutenganisha sehemu ya kulala na sehemu ya kutagia. Maana yake kuku wako wanalala sehemu nyingine, na wakitaka kutaga waweze kutaga sehemu nyingine. Hiyo itakusaidia kukupunguzia na adha hiyo ya kuku kula mayai. Wakati mwingine kama unaweza, hebu viota vya hao kuku wa kutagia viweke sehemu ambayo ni ya faragha na isiyokuwa na mwanga mkali. Kwa hiyo itakusaidia pia, kale kagiza katasaidia wakati mwingine kuku kutokoyaona mayai yakiwa yamezagaa, na hivyo wakati mwingine kujikuta wanashawishika kula mayai. Pia kuku wako wapewe chakula chenye mchanganyiko wa viinilishe vyote ambavyo vinavyohitajika kwa kuku. Hiyo itakusaidia na itakuepusha na tabia ya kuku kula mayai. Kwa mfano, kuku wapate chakula ambacho kina protini iliyokuwa balanced, madini yaliyokuwa balanced, mfano kama madini ya chokaa, madini ya calcium ambayo tunatoa kwenye chokaa, pamoja na mifupa au konokono. Vyote hivyo
viweze kuwekwa katika uwiano ambao ni sahihi. Pia weka banda la kuku katika hali ya usafi. Wakati mwingine uchafu hupelekea mayai yakichafuka, kuku ataona kama ni uchafu fulani umeganda, ataanza kudonoa ili aweze kuutoa. Katika harakati za kufanya hivyo itapelekea kuku kula mayai. Kwa hiyo jitahidi sana sehemu zako za kutagia. Jambo jingine ambalo unaweza kalifanya, unaweza pia, kama kuku wako ni wa kuku wana tabia hiyo, unaweza pia ukawakata midomo. Na jinsi ya kukata mdomo, mara nyingi sana huwa napenda kumshauri mtu anayekata mdomo akate mdomo wa juu uwe mfupi na mdomo wa chini uwe mrefu, kwa sababu mdomo wa juu ndo mdomo ambao huwa unatoboa lile yai. Kwa hiyo kuku akiwa mdomo wake wa juu umepungua kidogo na wa chini umeongezeka kidogo, ule uwezo wa kulidonoa lile yai hautakuwepo. Kwa hiyo utamfanya ashindwe kula mayai. Bila shaka umepata elimu mwafaka kabisa wa namna gani ya kuweza kutibu na kuondoa tatizo la kuku wako kula mayai. Tafadhali subscribe katika chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata video kipindi ambapo zitakapokuwa zimewekwa. Karibu na asante.